maana. Kuna mchoro na uchoro bila maana, na kila mchoro una roho nyuma yake. Kabla sija endelea, soma Wafalme wa Kwanza 13:2. Nitaniwia radhi hata sitaki kuangalia saa. Naendelea. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana, akasema, madhabahu, madhabahu. Sikiliza vizuri. Unasikia anavyosema huyu mtu? Madhabahu, madhabahu. Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi. Hapo anaongelea wapi? Anaiongelesha nini hiyo? Mmesikia akisema Bwana, Bwana. Amesema madhabahu, madhabahu. Au rudia, watu wanakuwa kama wale, rudia. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu. Ndio. Kwa neno la Bwana akasema. Kwa neno la Bwana akasema. Madhabahu, madhabahu. Madhabahu, madhabahu. Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi. Angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi. Jina lake Yosia. Jina lake Yosia. Na juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu. Na juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu. Wanaofukuzia uvumba juu yako. Wanaofukuzia uvumba juu yako. Na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Umesikia vizuri? Huyu amesema madhabahu, madhabahu. Anaiongelesha madhabahu. Soma mstari 13, mstari wa 3 na 4. Akatoa ishara siku ile ile. Akasema, hii ndiyo ishara aliyoinena Bwana. Tazama, madhabahu itapasuka. Ndio. Na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. Madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. Ikawa mfalme Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono wake pale madhabahuni akasema, mkamateni. Basi ule mkono wake aliounyosha ukakauka, wala hakuweza kurudisha kwake tena. Mstari wa 5. Madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahu yakamwagika, sawasawa na ishara aliyoitoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Unasikia? Huyu ni mtu wa Mungu, amesimama kwenye madhabahu, ameita madhabahu, amesema. Alafu anatokea mtu mwingine kutaka kupinga kitu ambacho mtumishi wa Mungu ameongea madhabahuni. Aliponyosha mkono kuelekea mahali ambapo mtu wa Mungu amesimama madhabahuni, ule mkono ulifanyaje? Ulikauka, ulikatika. Why? Sababu anataka kumwataki mtu ambaye yuko madhabahuni, anataka kumshambulia, kumdhuru mtu ambaye yuko. Tunapokuwa madhabahuni hatuwezi kushambuliwa. Amen. Hakuna madhara anaweza kutupata madhabahuni. Na madhabahu ikapasuka kama ishara, kama alivyokuwa amesema mtu wa Mungu. Soma 13 mstari wa 32, anasemaje? Kwa maana neno hilo alilolitia juu ya madhabahu katika Betheli kwa neno la Bwana, na juu ya nyumba zote za mahali pa juu zilizo katika miji ya Samaria, hakika litatimizwa. Umesikia vizuri alivyosema? Hakika litafanyaje? Litatimizwa. Kwa kila neno linalotoka kwenye madhabahu, kwa vyovyote vile lazima litekelezwe na lazima litimizwe. Naenda 16:32, soma haraka. Akamjengea Baali madhabahu katika nyumba ya Baali. Umeona Baali naye alijengewa nini huyo? Kwa nikakwambia hata wana wa ufalme wa giza wanajenga madhabahu kwa ajili ya miungu yao. Huyu akamjengea madhabahu Baali katika nyumba ya Baali. Endelea. Aliyoijenga huko Samaria.
Ahabu akaifanya Ashera. Ahabu akazidi kumghadhibisha Bwana Mungu wa Israeli kuliko wafalme wote wa Israeli waliotangulia. Umesikia vizuri? Ahabu akawa upande wa ufalme wa giza, anajenga madhabahu za Baali, akazidi kumghadhibisha na kumkasirisha Mungu, na akaonekana ndo mfalme mbaya na mbovu kuliko wafalme wote waliotangulia, kwa sababu ameinua madhabahu ya Baali. Kwa hiyo nirudie niseme kitu kimoja. Kule tulikotoka kwenye zile familia zetu, madhabahu za ukoo, unapokuwa uko mjini hapa, wewe huna madhabahu yako ambayo umeshaijenga, wanapokutana kwenye zile madhabahu za Baali za kifamilia za ukoo za kichawi, wanapochinja mnyama kwa kutaja jina la ukoo, na wewe kwa sababu umelibeba lile jina la ukoo, unahusishwa na matokeo ya ile ibada yanakupata hapa mjini. Ndio maana nataka niwaambie, huwezi kuwa salama kama hujajua namna ya kujenga madhabahu iliyo bora na imara. Huyu wamemjengea madhabahu Baali 18:26 wanafanyaje hapo? Wakamtwaa yule ng'ombe waliyepewa, hao ni Mabaali. Wakamteketeza, wakalitia jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema, Baali tusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu. Nao wakarukaruka juu ya madhabahu walioifanya. Wakafanyaje? Juu ya nini? Walioifanya ya Mungu wao. Wakiita waitikie, lakini walikuwa in a wrong place. I prophesy to you, watu wa aina yoyote, wao wote popote watakaojenga madhabahu yoyote kinyume chako, hata kama wataita Mungu huyo wao juu ya hiyo madhabahu siku 40, hata waitikia. Hawatasikilizwa, hawataitikiwa, hawatajibiwa, hawataona matokeo, na kufa lazima. Baada ya kuwa wamemwita Baali na hajawaitikia, kilichowakuta baadaye, kabla jua halijazama, Elia aliwachinja wote. Ni madhabahu unayoitumikia au madhabahu ambayo unaiendea inayoamua uwe tajiri kiasi gani. Ni madhabahu ambao unaiendea, ni madhabahu ambao unakutana na Mungu kwayo, inaweza kuamua how much you can produce. Ukiona mtu unafanya kazi sana na huoni mafanikio, inawezekana kuna kanuni za madhabahu umezishindwa. Nimekwambia kila penye madhabahu lazima kuwe na spoken word. Unapofika kwenye madhabahu yako, usikubali kuondoka hujasema neno. Lazima ukifika sema, speak something. Kwa hata wao wanapokutana kwenye madhabahu zao wananena na wanasema vitu kinyume na wewe. Ndio maana kwenye hii madhabahu tukija, hatuachi kusema kinyume na wachawi. Hatuachi. Wewe hatusiposema, mimi nasema. Yaani mimi lazima niseme, na sihitaji mpaka nipewe barua ya mwaliko ndo niseme. As long as niko madhabahuni kwa Mungu, wachawi lazima niwaambie nipo, nimerudi tena, na kazi yangu ni ile ile, kuhakikisha kwamba ninyi mnatembelea matako wakati sisi tunatembelea miguu. Na siachi kuwaotesha majipu kwenye matako, ili wanapokaa kwenye viti washindwe, ili kazi washinde waache, ili wewe uweze kuonekana ndo mfanya kazi bora. Unaonea huruma wachawi ulizaliwa nao wewe. Wanataka umezaliwa nao, as long as ni wachawi, hao sio wewe yako tena. Wanastahili upanga mzito. Sasa naendelea. Kuna watu leo kucha zenu zitatoa cheche za moto, kwa sababu kuna vitu kwenye kucha. Kuna watu utasikia moto kwenye unyao wa mguu, sababu kuna vitu ulikanyaga. Ulikanyaga madhabahu za watu njia panda, ulikanyaga madhabahu za watu kwenye ofisi fulani. Na sasa umeshambuliwa, leo vitatoka.
leo tena sio muda mrefu kuanzia sasa, chochote ambacho kilikuwa ndani ya mwili wako ambacho kimepandwa na wachawi kwa sababu kutokana na madhabahu zao, hivi ninavyoendelea, baada ya dakika chache naenda kuchomoa kimoja baada ya kingine. Ulimezeshwa konokono, utamtapika. Wale mnaokula nyama wanasema tamu mishikaki kwenye usingizi, kumbe unakula nyama kutoka kwenye madhabahu ya wachawi. Hiyo mishikaki utaitapika mizima leo, vipande vya nyama mizima. Leo kuna mtu mwili utatoa mvuke, utaona. Kuna mtu yupo na ulimezeshwa vitu kwa siri. Yaani kuna watu ukiangalia natamani ni wapasue nitoe hizo vitu kwa sababu vimo. Bali Bwana atavitoa sasa. Na wala usishirikiane na mashetani, viache viende. Sasa nataka uanze upya na Mungu wako. Viache viende. Atakayekuwa na kuona na kushangaa, achana naye. Kwa yeye si hana, wewe endelea. Kuna watu wengine wanakuaga kwenye ibada, wao ni kuja kuangalia wengine wanavyotapika, wengine ambavyo wanagaragara mapepo wanawatoka. Wewe anajifanya hana. Na leo mtu yote ambaye atakuwa kwenye hii ibada kinyume na ibada hii, itakuwa na amuri anatoka kwa mtu anakuja kwako. Afu ndo wewe yakilipuka tunakuacha hapa mpaka kesho jioni ndo tuje tukufungue. Soma Ezra 3:3 nimalizie twende kuomba. Ezra 3:3. Nitamani nifundishe namna ya kujenga madhabahu, vipimo vingapi, miti aina gani, zile za kawaida, lakini sina muda. Ezra 3:3 mtu amefika? Ni kama niliona Pastor Jonas hapa alishakimbia. Wakaiweka madhabahu juu ya msingi wake. Wakaiweka madhabahu juu ya msingi wake. Andika pointi hii, kila madhabahu lazima iwe na msingi. Kila madhabahu lazima iwe na msingi. Na tungeenda wakaiweka madhabahu juu ya msingi wake. Nakumbuka wakati Elia anajenga madhabahu, alijenga kwa mawe mangapi? Msingi wake ulikuwa mawe mangapi? Mawe 10 na ngapi? 12. Akaweka kuni, akaweka mnyama wa sadaka, akaleta pipa 10 na ngapi za maji? Nimesema pipa 10 na ngapi za maji? 12. Wakaiweka madhabahu juu ya msingi wake. Soma twende. Maana hofu imewashika kwa sababu ya watu wa nchi. Maana hofu imewashika kwa sababu ya watu wa nchi. Wakamtolea Bwana sadaka za kuteketezwa juu yake. Nilisema ukubwa wa madhabahu ni aina ya dhabihu tunaweka madhabahu. Na Sadaka za kuteketezwa za asubuhi. Umesikia? Madhabahu ilipokea sadaka mara ngapi? Asubuhi, asubuhi na jioni. Na ndio maana nikasema kama nyumba au majengo ambayo tunafanyia biashara, majengo ya ofisi zetu ni madhabahu, lazima pia na sisi nyumba zetu tuzigeuze kwa madhabahu. Na madam nyumba zetu ni madhabahu na tunafanya ibada nyumba zetu, lazima pia katika nyumba zetu kila tunapofanya ibada kwa sababu ni madhabahu ya Bwana, lazima tuweke dhabihu. Na nikasema dhabihu za majumbani huwa zinaletwa katika madhabahu ile kuu ambayo ni madhabahu ya kanisa, tunapokuja pamoja kama Jumapili kama leo. Lakini hao wanasema walienda kwenye madhabahu ya Bwana
asubuhi, na wakatoa dhabihu ya kuteketezwa asubuhi, na wakatoa dhabihu ya kuteketezwa jioni. Na ndio maana madhabahu zao zikawa imara, zikawa na nguvu kuweza kuwatetea. Nimetumwa niseme ya kwamba madhabahu ya Agano Jipya ni msalaba, na juu ya msalaba Kristo aliinuliwa na damu yake ikamwagika. Ile damu ya Kristo ya msalaba ni kwa sababu ya kushughulika na damu zote zilizowahi kuchinjwa za wanyama na za watu zilizowahi kutolewa kwenye madhabahu za wachawi. Ile damu ya Kristo ndio ambayo inazishusha chini na kuzifunga na kuzizuia zisiweze kufanya kazi inayotoka katika maisha yetu. Kwa madhabahu yoyote ya alama, ya chale, ya mchoro, ya nini yoyote, inaharibiwa na nguvu ya damu ya Kristo, kwa sababu damu ya Kristo ndio ambayo tumepewa kwenye madhabahu ya Mungu kwa ajili ya upatanisho. Na Biblia inasema kama kwa ndama na kondoo na ng'ombe waliochinjwa na kutolewa kama kafara ama kama sadaka hawakufaa kuleta ukombozi, Biblia inasema Kristo naye kwa damu yake, kusoma kitabu cha Ibrania 9, alipoingia patakatifu patakatifu mara moja, kisha akatupatia ukombozi milele kwa damu yake. There is no redemption without the blood. Kitabu cha Zakaria 9:11 nasema kwa habari ya hao wafungwa ambao walitiwa katika shimo refu lisiokuwa na maji, nitawatoa huko kwa sababu ya damu yako ya agano. Kwa kila aliyeshushwa chini kwa damu za mababu na mabibi hawezi kupandishwa kwa maneno bila damu kuhusishwa. Kila aliyetekwa na kukamatwa mateka na kuibwa na kuchukuliwa na kufungwa kwa damu hawezi kuachiliwa pasipo damu. Hiyo ndio maana lazima damu ya Kristo tuilinde. Ile ndio sehemu ya maisha yetu. Hakuna ibada effective bila damu ya Kristo kuwa involved. Hakuna maombi yanaweza kuleta matokeo bila damu ya Kristo kuweza kuwa involved. Ndio maana katika kitabu cha Petro ameweka wazi akasema ya kwamba si kwa nafasi, kwa hatujakombolewa kwa vitu vinavyoharibika, kwa maana ya fedha na dhahabu, kwa maana ya ndama wanaochinjwa na ng'ombe. Anasema bali kama kwa damu ya mwana-kondoo Kristo Yesu, ambayo hiyo ndio ambayo imetununulia. Bado nasema ikasikika sauti akisema wastahili, katika kitabu cha Yohana 5 kuanzia mstari wa 9, ikasikika sauti akisema wastahili wewe kukipewa kitabu na kuivunja mihuri yake, kwa sababu wewe ulichinjwa na damu yako ikamwagika, na kwa damu yako umenunulia Mungu watu wa kila kabila, watu wa kila taifa, watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa. Kwa nachotaka kusema ni kwamba yote katika vyote, lazima ibada yoyote inahusisha madhabahu, inahusisha ibada, lazima damu ya Kristo Yesu ihusishwe. Kama damu ya Kristo haitahusishwa, hakuna kazi ya ukombozi inaweza kufanyika. Wao wametumia lazima kwamba damu ya Kristo inaenda kukutenga na ila za shetani mchana wao. Damu ya Kristo inaenda kukutetea, inaenda kukufunua, inaenda kukuinua, inaenda kukuweka wazi, inaenda kukuweka huru na inaenda kukuweka. Hana mapefu yungu nao. Niwaende. Naweka koma, siwezi kuzungumza zaidi ya hapa. Nitakuja kuendelea huko Mungu atakaponipa nafasi, na maandiko bado mengi yanahusu madhabahu, lakini nataka niombee watu. Kuna watu mumeumizwa, kuna watu mumetekwa, kuna watu mumeibwa, kuna watu mmefungwa, kuna watu mmechinjwa, kuna watu mnatembea lakini vivuli vyenu vinatumika sehemu nyingine. Kuna watu mko hapa mnaniangalia lakini nyota zenu ndo zinawatajirisha watu fulani, afu watu hawana chochote kwa sababu umeibwa. Kwa nyota yako imechukuliwa, imefungiwa kwenye tambara fulani, imetupwa mahali fulani. Watu wanaenda wanashangaa why things are not working. Kuna watu mko hapa mnaniangalia, you are well educated, lakini hakuna mtu anayeona kama umesoma, unaonekana tu kama watu wengine. Ukiongea watu wakusikilizi, kwa sababu tunaongea kama naongelea shimoni, kwa sababu umewekwa shimoni. Hata usikii. Nataka nisaidie watu. Are you ready?
Jesus. Maombi haya na kupangalizo, weka vitu vyako vizuri. Operation ya sasa ni fire by fire, ni nzito, na kuna nyoka wanamenda atakayesalia, sisimizi wala siafu atakayesalia. Hakuna pepo atasalia. Nimetuma kwa agizo maalum, setting people free today. Na kabla sijaombea watu, naomba kwanza, nilisema watu leo Jumapili uje na ile 10,000 ninaitaka for assignment maalum. Take the 10,000 bring here. Lete ile 10,000 quickly everyone. Hiyo nilisisitiza kila mtu jana, chukua lete hapa ndo twende tuombe. Chukua nilete hapa. Mungu akubariki sana. Ikunjue tu wakati unaileta ili itabiri maisha yako kukunjuka zoea. Tena sikutaka nyingi, nilisema on routine na kazi nitakuwa kufanya on routine. Na hii hakuna mtu ambaye nitakuwa baka amekalia kama mbio naitwa kwende. Sio nilitangaza kwamba I need on routine. Tuna kazi maalum, we have some doors to clear. So wewe ndo unajenga church, mimi nakuhubiri, wewe unafanyaje? Unajenga, you build the house. Thank you Jesus. Mungu wainue sana. Students nilisema 5. Thank you. If you are students, you just bring 5. Thank you very much. Wengine bado sijaona, nafikiri asifike hata 300 hizi, na tuko zaidi ya watu 100. Leta kitabu, leta kitabu. Mwache wewe. Thank you very much. So quickly you just come with the 10. Kama mwanafunzi unakuja na 5. Thank you very much. May the Lord bless you as you plan. Thank you very much. Just come quickly. May the Lord bless you so much. Amen. Kuna mtu mwingine baada hujaona kisimama, mwenyewe ndio tu mwambie unaitwa kule mbele. Thank you very much. Kwa hiyo kama hujaniletea leo, ujue Jumapili jao tena nitakwambia unipe. Sasa hajatimiza malengo tunayotaka. Alright? Wale ambao mjaje nao Sunday njoo nayo. Tuna kazi nayo. Amen. Tuna kazi nayo. Simama sasa. Ifanye kazi iliyonileta duniani. Simama. Thank you, Master. Weka vitu vyako vyema, usiibiwe na mtu yote, na atakayejaribu huyo kufa bila kutetewa. Ukiokota kitu cha mtu unaleta madhabahuni, usikae nacho, unaleta madhabahuni. Bwana Mungu atakufungua kila aina ya kifungo vya ndani na vya nje vinavyoonekana visivyoonekana. Madamu vinaitwa vifungo, vyote vitaondoka. Hakuna mnyororo utakaosalia juu yako. Weka mikono juu, funika macho. Pepo yeyote leo hawezi kustahimili. Watu mumeibu, mmepelekwa mtoni. Watu mmepelekwa baharini. Mwekeni tu vizuri huyu, aweze usigeze pale. Mmepelekwa mitoni, wengine mmepelekwa pangoni. Bau za siri za wazi na zitembea, zilizojengwa chini ya miti sehemu mbalimbali zinawatesa. Mungu atasimama kusaidia sasa. Thank you Jesus. Toa mikono juu, nika macho yako, tulia tu. Tulia. Watu
watu wenye alama yoyote, chale, watu waliowahi kula kitu, kunywa kitu, hao ndio Mungu ataanza nao. Kusikia tumbo kama unatusikia kama kuna vitu vinatembea tumbo, unasikia kama tumbo linatoa gesi, unasikia vitu vingi sana vya ajabu. Kama umeinua mikono yako, sitaki kuongea, tulia tu, uwepo, fuata maelekezo nitakayokupa. Na hata kama ni mhudumu, usijiweke kama mhudumu. Wewe acha tu uwepo, ndio unahudumia, lakini na wengine hudumu bado mna kesi zenu. Mungu anataka kuwasaidia. Kujiachia na wewe, Mungu anaweza kukusaidia. Achia. Bila hudumu wiki 2-3 dada church, unaweza kuonesha tembelewa na ndugu. Usijizuie kwa sababu ni mhudumu. Sasa sema hivi. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu.